Na watu hawataki kuachwa nyuma na teknolojia. Hata swali rahisi kama 4+3 ongeza 2 ondoa 3, lazima mtu atumie kikokotoo. Na kwa kuzingatia mada na kongamano hili, wasilisho letu litangazia mada zifuatazo. Tutaelezea mada historia fupi kuhusiana na akili unde, na baadaye tuangazie akili unde Kiswahili na mstakabali wa lugha nyingine za Kiafrika. Alafu tuangazie pia mchango wa akili unde, ambapo tutaangazia mchango chanya na mchango hasi, na mwishowe tuangazie mapendekezo yatakayotokana na wasilisho letu. Historia fupi ya akili unde. Kwa kuzungumzia historia fupi ya akili unde, hapo awali tuangazie historia. Tutaangazia akili unde au AI kwa kimombo ina mizizi ya zamani katika fikra za binadamu kuhusu viumbe bandia waliweza kufikiri na kutenda kama wanadamu, kuanzia hadithi za piga milioni wa Wayahudi na golem wa piga milioni wa Wagiriki na hadi golem wa Wayahudi. Hata hivyo, akili unde kama taaluma ilianza mwaka wa 1956 katika mkutano wa Dartmouth. Mkutano huu ulihudhuriwa na MC Carthy na wenzake. Katika miaka iliyofuata, akili unde ililenga mbinu za kimantiki na baadaye kukumbana na changamoto zilizochangia msimu wa baridi wa akili unde. Kuanzia mwaka wa 1990, ujio wa ujifunzaji wa mashine na nguvu za kompyuta uliipa akili unde msukumo mpya. Leo akili unde imeenea katika uchakataji wa lugha, maono, kompyuta, roboti na teknolojia zinazoitegemea. Baada ya hapo tutazungumzia akili unde. Akili unde, Kiswahili na mustakabali wa lugha za Kiafrika. Katika zama hizi, akili unde imekuwa chombo muhimu cha kuendeleza lugha. Lugha zenye dita nyingi zimepiga hatua, huku nyingi za Kiafrika ikiwemo Kiswahili zikianza kuingia kwenye mifumo ya akili unde kupitia tafiti na uwekaji wa maktaba dijitali. Lakini ipo changamoto, na changamoto hii ni uhaba wa data za lugha za Kiafrika, jambo linaloweza kuathiri namna jamii zetu zinavyoshiriki katika mapinduzi ya kiteknolojia. Hata hivyo, fursa ni kubwa. Akili unde au akili ige inaweza kusaidia kubuni kamusi dijitali au kamusi pepe, kutengeneza mfumo au mifumo ya utambuzi wa sauti kwa Kiswahili, utafsiri maandishi na kuhifadhi utajiri wa lugha na utamaduni. Kwa hiyo swali letu kuu katika zama hizi si tu je, akili unde itaathiri Kiswahili, bali tumejipanga vipi kuingiza lugha zetu katika mustakabali wa akili hii unde. Ushirikiano wetu na wataalamu wa lugha, wabunifu wa teknolojia na jamii tutahakikisha Kiswahili na lugha nyingine za Kiafrika haziachwi nyuma katika enzi hii ya kimataifa ya akili unde. Baada ya hapo tutazungumzia mchango wa akili unde. Naam, kwa kuzungumzia mchango wa akili unde tutaangazia mchango chanya na mchango hasi. Mwenzangu ataanza. Kwanza kabisa, akili unde inatusaidia kuhifadhi maandishi ya Kiswahili na maandishi mengine ya lugha za Kiafrika. Mnavyojua, fasihi ni kioo cha jamii, na saa hizi sio lazima uende nyanjani kufanya utafiti kuhusu fasihi simulizi ya jamii husika. Unaweza kupewa akili unde kiasi nikakupa mwanga kuhusu fasihi ambayo unaitafiti, na hata pia inasaidia kuweka fasihi simulizi kwa vizazi vijavyo. Na mchango mwingine, akili unde inafanya kazi kwa urahisi. Kwa mfano, katika teknolojia na ukuzaji wa Kiswahili imerahisisha, kama mnavyoona, uundaji wa kamusi pepe au kamusi dijitali, watafsiri, mifumo ya sauti na programu za kufundishia. Hivyo basi kukuza hadhi ya lugha katika nyanja mbalimbali kama vile biashara, kuna elimu na utalii. Kuongezea ufundishaji wa Kiswahili, akili unde inasaidia katika ufundishaji wa Kiswahili. Unavyojua, akili unde unaweza uliza swali nikakujibu. Haswa sana wale ambao mataifa ya kigeni, Kiswahili ni lugha geni kwao ughaibuni.
Akili unde inaweza wasaidia kujifunza Kiswahili pasipo hata kuwa na mwalimu, na sisi kama wenyeji wa Kiswahili bado pia akili unde inasaidia kujifunza Kiswahili tukiendelea kufanya utafiti. Na katika nyanja za utafsiri na ukalimani, akili unde pia inatusaidia au imerahisisha mchakato wa kutafsiri maandishi na video. Hapo zamani ingehitajika kuajiriwa wale watu wa kutafsiri na kufanyia ukalimani lugha hii ya Kiswahili, lakini kwa sasa akili hii unde imerahisisha mambo na hivyo kupunguza zile hela ambazo zingetumika kuajiri hawa watu. Siku zote hakuna kisicho na kasoro. Licha ya akili unde kutusaidia kukikuza Kiswahili, pia kwa njia nyingine na kikandamiza. Sawa. Mchango hasi wa akili unde, kwanza kabisa inachangia uvivu miongoni mwa wanadamu. Unavyojua wanadamu, ukipata kitu kwa urahisi, sasa unazoea ufanye utafiti, sasa inaua ubunifu, kwa sababu wengi haswa sana wanachuo wanategemea akili unde hizi kufanya kazi. Hawezi enda maktabani kufanya utafiti au angalau kutafuta watu ambao wanaoelewa kuhusu swala fulani. Na katika nyanja za upande wa haizingatii muktadha. Kwa mfano katika nyanja za fasihi simulizi haitupi hali halisia ya mambo yaliyokuwa yakitendeka hapo zamani. Inatupa tu mambo haya kwa upande mdogo, na hivyo basi kuporomosha au kuangusha hadhi ya lugha ya Kiswahili. Na katika utafsiri na ukalimani, licha ya akili unde kuchangia katika utafsiri, lakini bado haijakamilika. Inaweza ikakupotosha. Kwa hivyo inabidi yale ambayo unajaribu kutafiti pia wewe mwenyewe ujaribu kuyaangalia kwa jicho la ndani. Baada ya hapo, labda mwenzangu azungumzie mapendekezo kwa haraka. Na pendekezo la kwanza ni kupunguza utegemezi wa akili mnemba. Akili unde itumiwe tu kwa njia ya kuongoza, kuelewa kazi unayotaka kufahamu, kisha kujenga kazi hiyo upya kulingana na mwongozo wa akili unde. Pili ni kuzidisha juhudi za kibinafsi za kutumia ubongo, kufikiri na kukumbatia ujifunzaji utakaosaidia kujenga ubunifu wako na kuondoa uvivu unaotokana na uraibu wa matumizi ya akili unde. Tukihitimisha, kuwakumbusha tu wapenzi wenzangu wa lugha ya Kiswahili kuwa hakuna binadamu mkamilifu na akili unde imeundwa na binadamu, kumaanisha pia bado haijakamilika, na kila swala ambalo utauliza akili unde itakupa jawabu, lakini haimaanishi kila jawabu ni sahihi. Tusiaminie akili unde 100%, bali tutumie akili unde kama nyenzo za kutupa mwanga kuhusu swala fulani ambalo tunalitafiti. Na kufikia hapo hatuna la ziada, ila tutamatisha kwa kusema kichwa kisicho na akili ni mzigo kwa shingo. Asante. Wasilisho lenu na mmechukua kweli dakika 10 nilizowapatia. Sasa tutafungua kwa maswali, na pengine nichukue fursa hii kwa kuwa ni mwenyekiti, nianze na langu. Ndio, katika kutuonyesha zile hasara za kutumia AI katika fasihi simulizi, utaona kuwa kwenye fasihi simulizi pia tunatumia viziada lugha, zile ishara, mikonyezo na kadhalika. Sasa je, zitashikwa vipi katika AI? Kwa sababu ndio ile data itaweza kuhifadhiwa, hadithi na mambo kama hayo, lakini je, vile viziada lugha? Pengine tuchukue na maswali mengine ili mujibu maswali kadhaa kwa pamoja. Mwalimu Judy. Hongera sana kwa wasilisho lenu. Langu ni labda la kuwachochea nyinyi kama wanafunzi. Je, umewahi kupata mkiwa na mgongano hasa kwa walimu wenu na nyinyi, kwa sababu tunajua nyinyi matumizi haya ya AI yako sana miongoni mwa wanafunzi. Je, maoni yenu ni ipi kuhusiana na labda walimu kuambia
msitumie AI kufanya labda kufanya mtihani kama wizi. Ni jambo lipi ambalo labda mtaambia walimu na waelekezi wenu kuhusiana, kwa sababu tunaona kwamba hii age yenu ya Gen Z inatumia sana mambo na teknolojia katika mambo tofauti kwa sana, TikTok, ya Instagram, hayo yote. Je, mna ushauri gani kwa walimu wenu kwamba tuembrace it ama tutupilie mbali masuala haya ya AI, ama mnashauri walimu pia wakuwe wabunifu, labda walete mbinu mpya za ufundishaji kutumia AI? Maoni yenu ni yepi? Swali lingine. Samahani kiasi, labda tujibu haya mawili. Kisha kama msaada tutaruhusu raundi nyingine. Asante mwenyekiti, naongeza kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Langu tu ni kuhusu mbinu za utafiti. Data yenu mmeitoa wapi? Sampuli ilikuwa ni gani? Jumuiya ya utafiti ilikuwa ni gani? Na mmetumia vigezo gani katika kukusanya ile data? Asante. Unaweza kuyajibu hayo matatu? Sawa, nitaanza na dadangu hapa. Katika karne 21 watu sana wanaenda na teknolojia, na tukisema tutupilie mbali itakuwa ngumu. Unavyojua mwanafunzi kila ambacho utamwambia usifanye ndicho ambacho atafanya. Sivyo? Sasa kulingana na mimi, ungekuwepo wahadhiri au walimu kuwafunza wanafunzi jinsi ya kutumia AI au jinsi ya kutumia akili unde, bali sio kuitupilia mbali. Na pia akili unde inaenda haraka, hata wengine wanaofia huenda ikachukua nafasi ya mwalimu, lakini kwa upande wangu haiwezi chukua. Huenda ichukue nafasi ya mwalimu yule ambaye amekataa kuikumbatia teknolojia, lakini kama mwalimu ukiikumbatia teknolojia na uendelee nayo itakukuza. Kwa hivyo upande wangu ni wasitupilie mbali, bali watafute namna ya kuishi nayo. Mungu akikupa kilema na kupa namna. Naomba nijibu swali la hadhiri hapo hivyo. Jinsi ambavyo viziada lugha vinaweza vikatumiwa na akili hii tunaweza kutumia akili unde katika ujifunzaji, na katika sehemu hiyo tunaweza tukaongeza viziada lugha. Kwa mfano, kwa kutumia video tunaweza tukajifunza kutumia viziada lugha hivyo kwa kutumia video hivyo ambavyo vitatuonyesha jinsi ambavyo yafaa tuelezee mambo kadhalika kuhusiana na yale ambayo tunawafunza wanafunzi wetu. Hilo tumekulingana. Utafiti kuna makala ambayo tulitoa katika, kwa kimombo anaitwa website ya Chakiki, kuhusiana na utafsiri wa lugha kwa kutumia AI, akili unde. Tulitumia makala hayo, alafu pia tukatumia Chrome kupata wale waanzilishi, historia ya akili unde ilitusaidia pia. Lakini kwa ukubwa tulitumia makala hayo yaliyopatikana katika website ya Chakiki. Unaweza kuchukua raundi ya pili. Asante. Ninapongeza sana vijana wa kazi nzuri. Wengine tulikuwa tukiwa kama hivi ufumundu, lakini wanakuwa wamekuwa vizuri. Namshukuru. Maswali mengi ambayo nataka kuuliza washauliza, nikaambiwa jamii mtu kama wataka kuiweka na kuiweka kuiwasilisha kwenye vitabu, wakague tena maandishi yao yakawe sawa. Kama kwenye hitimisho tayari wanakosa ya pili, hapana, hivi haiwezi na bei, unaanza na kechi, utarekebisha akawapo kuweka nafasi na kucheka wewe. Asante mwenyekiti, mimi na kuongezeni, lakini nikuulizeni mwaka ngapi? Watatu. Mwaka watatu.
na kupongezeni sana na endeleeni na moto huo, kushiriki makongamano na kuwasilisha na kuwa wataalamu wazuri sana. Sasa mchango wangu mimi ni rudi katika swali la dada yangu aliuliza. Mimi binafsi ndio uzoefu wangu kwa walimu wa chuo changu, baada ya wanafunzi kuona wanatumia sana nyenzo hizi ChatGPT na nyinginezo, walikuwa kuwagombeza sana, na wakati mwingine wanasema maneno mabaya, kuwasilisha wanagomba nini. Mimi nikawaambia wenzangu ili nisome historia hii, na kama nakumbuka katika warsha nilitoa historia ya kalkuleta mwaka 1642 ya Pascal. Nilisoma kutoka na hatua zake na nini, nikamwambia wenzangu tutaweza kuzuia kwa sababu ya teknolojia ikiingia duniani, kuzuia sisi tutengeneze katika mitaala yetu, tuchopeke haya mambo. Kwa hivyo nilichofanya katika darasa langu nikawafundisha namna bora ya kutumia kufanya kazi zao. Kwa hiyo nikawaita wanafunzi wangu na wengine walimu waliona mimi kichapa, yaani hawakuelewa nafanya nini, wakaona kama mwanawazimu, nimechanganyikiwa. Na wafundisha namna ya kufanya utafiti, ushahidi utafanyaje, itakusaidiaje na nini. Leo walimu pale wamegundua kwamba hawawezi kuzuia tena. Lakini wanafunzi wangu wananiletea sahihi kwa sababu nimewafundisha namna ya kutumia. Kwa hiyo nadhani kwa ujumla sasa walimu sisi hasa huku nyumbani tunahitaji kutengeneza vizuri mitaala yetu na kuwafundisha namna nzuri na kutengeneza sera ambayo nimefahamu Dr. Mkuu alizungumza sera za maadili ya kitaaluma kwa kutumia hizi nyenzo. Hilo ndio jambo muhimu. Tutumie hii teknolojia, lakini ituachie ufahamu na uwezo wetu wa kutafakari, kuchambua, kupembua, kuyapima mambo vizuri bila kuweka pembeni, kwa sababu tunapika wali kwa nazi, lakini rice cooker zinatusaidia kupika, na hatujai kusema tusitumie rice cooker, bali tunatumia rice cooker. Kwa hivyo mimi mchango wangu ni huu, tutumie, lakini tuweke sera madhubuti ya kufanya watu wafikiri, lakini tulinde ufahamu wao kwa mambo. Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante mwenyekiti, ninawapongeza vijana wetu wa wasilishaji. Mimi nina maoni tu kwenye